the servant of God. This is the servant of God who is our elder brother and a real reverend. Most welcome. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Yeah, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you all glory, glory, glory to the Lord. Yeah. We worship you, our Lord. Yeah. You are worthy to be praised. We give you glory. Oh, glory to your name. We give you glory. We worship you, our Lord. Yeah. You are worthy to be praised. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Naomba tuketi. This place is wonderful. May we have our seats, please. We are blessed to have so many servants of the Lord here. And the royal priesthood, the family of God gathered in worship. What a wonderful experience. I want to request the servants of the Lord to come here, our pastors, our shepherds, just to say one word. Salamu tu, salamu tu. Let us welcome them. Let us welcome them. Let us welcome them. Our preachers, the servants of the Lord, just to say hi to us. Hallelujah. See what the Lord has done. People of God, see what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Namshukuru Bwana for giving us an opportunity to give him a sacrifice of worship. Naitwa Pastor Monica, RGC West huko Masaini. God bless you for coming. Amen. Praise Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya tuliambiwa lazima tutoe sauti. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Namna hiyo. Hallelujah. Mimi kwa majina ni Pastor Simon Msioki, nimeokoka. Bwana hudumu katika kanisa la RGC Emale North. Barikiwa. Na kabla sijasahau, nimetuma salamu na mom. She's not around, she's away tangu Friday kwa shughuli za kazi. Akasema nikifika nao nifikishe salamu zake. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. More of this. Amen. More of this. Tuwe na nyingi za aina hii. Amen. That is where our power is. Mimi naitwa Winfred Kioko. Ni pastor wa Gospel Lighthouse. Pale tu huwa tunasikia mkiimba, kwa maana sauti inaenda hivyo. Amen. God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Something happens when you praise and worship. Amen.
there is something that happens. Hebu kama hujagundua hiyo kitu, just keep trying, worship, praising and worshiping, hata ukiwa nyumbani. Naitwa Laban Ngule, ni pastor wa hapa Central. Amen. Amen. Makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Dorothy Wambua, nimeokoka na mpenda Yesu, nafurahia kukaa ndani ya Bwana. Endelea tu kuwakaribisha maana hapa ni nyumbani. Karibuni. Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pungie tu mkono hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Mimi Reverend Josephat Mutua, na hudumu na Full Gospel Churches of Kenya, lakini mimi ni mzaliwa wa Redeemed. Uko nyumbani? Mimi niko nyumbani. This is my elder brother. Amen. Amen. Tumezaliwa kanisa hilo la nyumbani pamoja. Nimekulia huko, nimeenda Full Gospel kuhubiri. Amen. Kwa hivyo nikiwa hapa niko nyumbani, na nashukuru Mungu kwa ushirika wa leo na today's experience. Now one thing I should say about experience. Every new experience leaves a mark. Yes. Every new experience leaves a mark. So if you successfully have an experience in worship, you will have a permanent mark spiritually. May God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, jina langu ni Reverend Judith Mulwa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Tuko Full Gospel, lakini ni wazaliwa wa huku. Amen. Sifiwe Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. It is an heavenly experience. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapopata an experience ya mbinguni, kama vile Reverend amesema, hatubaki jinsi tumekuwa. I'm happy to be here. God bless you. Hallelujah. Makofi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Nashukuru. Mimi naitwa Pastor. Niliokoka ule wakati hakukuwa na vyombo, tulikuwa tunahubiri soko mzima na mdomo, sauti kapotelea hapo, lakini bado nimeokoka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ilikuwa kila kiumbe kisikie. Last week tulikuwa na crusade pale, ikiwa imeongozwa na Redeemed North, na this week ambayo inaanza kesho tuko na mkutano wa Injili pale. Ukisikia sauti pale, tembea. Hata kama utasimama pale, inua mikono until mali iokoke. Amen. Kwa hivyo tutakuwa pale, tutajipanga panga. Usisimame mbali sana, tembea, tutiane nguvu. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha niseme nimefurahi siku ya leo. Biblia inasema, acha nitumie Kiingereza because sijasoma huu mstari na Kiswahili. Nasema beyond au pleasant. Tazama jinsi ilivyo vyema It is when brethren ambapo wapendwa live together in unity. Wanaishi pamoja kwa umoja. Hakuna kitu kingine kinanifurahisha kama tukiwa pamoja katika upendo. Kwa maana sisi sote tumezaliwa katika roho moja ambaye ni roho wa Mungu. Bwana Yesu awabariki sana. Naitwa Pastor Julia Mbula. Mimi ni mwenyeji. Asante. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Yes, sikuwa nimesema majina yangu tangu mwanzo. Majina yangu ni Pastor Maureen, na hudumu natumikia Mungu kwa hili kanisa, na nashukuru sana kwa kujitolea na kukuja kwa wingi hivi. Hebu jipigie makofi. Amen. 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 Bwana wabariki sana. Amen. Amen. Si Bwana wabariki sana. May the Lord bless Tuwapigie you so makofi much. watu wa Mungu wale. We can appreciate them in a better way. I want to appreciate the teams that have led us in worship. Nataka niwaenzi vikundi ambavyo wametuelekeza katika uimbaji. You people are blessed.
Enyi watu mmebarikiwa And now I sana. pray that one time Na vile naomba siku moja you cross the river, hata mvuke mto across River Jordan. pale ng'ambo ya mto Jorodani. We need a thing like this. Tunahitaji kitu cha assembly hii. Hata mkikataa kupiga makofi. Even if you refuse to put your hands together. Hallelujah. Hallelujah. I don't know, but we will see what to do. I want to have this group across there. Nataka niwe na kikundi hiki pa ng'ambo ile. I want to appreciate my friends, my sons and daughters from Mulala. Nataka niwaenzi vile vile dada zangu, ndugu zangu kutoka pande za Mulala. Nimewaambia tu ninaenda kuna worship experience, wakaniambia hata sisi tunaenda. I told them that I'm going for Si worship tuwapigie experience. makofi. Wakasema hata sisi tunaenda. I want to appreciate Reverend Ngule for the invitation. Nataka nimuenzi vile vile kasisi Ngule kwa kunikaribisha. At least I've had an opportunity to come back, to be back. Kwa kweli nimepata nafasi ya To the kurudi rock from which kwa hile jiwe I was ambalo healed. ambapo nilipona. And I am happy Na basi nina to furaha be here. kuwa mahali Praise the name of hapa. the Lord. Bwana asifiwe. Oh, the worshipers who have come, God bless you. Waabudio ambao umekuja, Mungu awabariki. John chapter 4 verse 23. Yohana mtakatifu 4 mstari wa We will 20. read there Tutasoma hapo and I will say a few things. na nitasema mambo machache, Because actually worship sababu ibada is doing it. ni kuifanya, It's not a long teaching, sio mafunzo but marefu, it's doing it. ni kufanya tu. There are things that you've got to do Kuna vitu ambavyo unastahili so that kuzifanya you can experience the blessings ili uweze kupata ile ukutaji in wa doing uwepo it. katika hali ya kuifanya. Jesus says, Yesu anasema, but the hour is coming, lakini wakati unakuja, and the now is, na sasa ndiyo wakati, when the true worshippers ambapo waabudio wa kweli will worship the Father wataabudu Baba in spirit katika roho and in truth. na katika kweli. For the Father is seeking Maana- such to maana- worship him. Maana Baba anawatafuta wa aina hiyo wa God mabudu. is spirit, Mungu ni roho, and those who worship him na wanaomwabudu must, lazima, I say must, nasema ni lazima, worship the Lord wamabudu Mungu in spirit and truth. katika roho na katika kweli. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You are the people God is looking for. Nyinyi ndio wale watu Mungu The anatafuta. Lord has found a people in you and me. Mungu amepata watu ndani yako na ndani A yangu, people that can give a true worship. watu ambao wanaweza toa ibada ya kweli. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. When I think of true worship, Wakati nafikiri kuhusu ibada ya I kweli, am thinking of the opposite of it also. nafikiri kinyume yake vile vile. When Jesus said these words, Wakati Yesu anasema maneno haya, he had some argument with a Samaritan woman, akiwa na mazungumzo na mwanamke Msamaria, a false worshipper. mwabudu asiyekuwa halisi. This was a very serious adulterer and a very serious worshipper. Huyu alikuwa ni mzizi mkubwa kabisa And a very serious worshipper. na mwabudu aliyekuwa wa kweli kabisa, aliyemaanisha. But she did not know the Lord God of Israel. Lakini akumjua Mungu Baba wa Israeli. When Jesus tells her, give me some water, Wakati Yesu anamwambia nipe maji ninywe, she begins the argument. anaanza kunena, Siasa za kidini tu. Yes. anapeana tu siasa. Ehe. Hata Yesu hajaongea mambo ya kuabudu. Jesus has not even said about worshiping. But that is that demon, that religious demon, Huyo pepo wa kidini realized akatambua who Jesus was. Yesu alikuwa ni nani. And the woman begins arguing. Basi yule mwanamke You akaanza guys are Jews and we are Samaritans. ya kwamba nyinyi ni Wayahudi, sisi ni Wasamaria, Don't mix. hatutangamani. How dare you Unajaribu ask haje for water from me? kuniitisha mimi maji unywe. Hai. Aha. Sasa story ya nipe maji kakuwa na story mingi. The story of just give me a water, it had many stories. Religious devils are very tunasema aje Kiingereza, yani ni they argue a lot. Yani mapepo ya kidini ni mapepo nakwambia hata
hata yaingie mtu wa kuokoka, atakuwa kisirani kwa kanisa. Even if it enters somebody in a Pentecostal church, it will be an argument person. Now the woman Basi huyu mwanamke tells him, we also have a place to worship. anamwambia Yesu ya kwamba hata sisi tuna mahali pa We have a kuabudu. mountain. Tunaabudu milimani. We have a mountain. Tuko na mlima. That is where our forefathers Hapo ndipo mababu used to zetu worship. walikuwa That is wanaabudu. where my father and mother Hapo ndipo babangu used na to mamangu worship. walikuwa I wanaabudu. also worship there. Hata mimi naabudu pale. Na ninyi mtosheke na Yerusalemu yenu. Just be satisfied with Jerusalem Siasa and you za leave us kidini. alone. Siasa za kidini. Political. But Jesus tells her, Lakini Yesu a anamwambia time is coming wakati unakuja when Jerusalem wakati will Yerusalemu never be relevant, haitakuwa ya and maana the tena. mountains Mahali will milimani never be relevant places of haitakuwa worship. inakufasa sana. But the Lord is looking for true worshipers, Lakini Mungu anatafuta waabudio wa a kweli worship from the hearts of people, ili waabudu katika mioyoni from mwao, people who have been converted watu ambao wameunganiwa, to become wamebadilishwa true worshipers. kuwa waabudio wa kweli. It begins with the true conversion. Inaanzia katika ungeuzi wa It kweli, begins with the transformation, inaanza katika hali ya kungeuzwa, being made a new creature, unafanyika kiumbe kipya, the old going away, yale ya kale and the yakiondoka, Lord creates a new na person in Mungu us, anaumba mtu mwingine mpya ndani so yetu, that we can offer ili tuweze a kutoa true worship ibada ya kweli after being made baada ya kubadilishwa na true kufanyika worshipers. kufanyika waabudio wa Can kweli. I hear an amen? Hebu nisikie That amina. story Habari hiyo tells us what is happening today in the church. inatufunza jinsi inavyofanyika siku hizi. Jamani, ibada ya kweli imeingiliwa. Ehe. Matapeli wameingia katika ibada. Ehe. Wamechafua ibada. Ehe. Mnasikia vile nasema? Are you hearing what I'm saying? Actually, if there is any time Kama kweli kunao we wakati need restoration of true worship is now. ambapo tunahitaji urejesho wa ibada ya Call kweli ni men have sasa. come. They have diverted our attention Wamebadilisha mtazamo to wetu worship idols, kuabudu sanamu, to worship money, kuabudu to pesa, worship physical things, kuabudu vitu tunavyoziona, to worship brooms, kuabudu to vifagio, worship salt and water. tuabudu maji na chumvi. Ah, let Hapana. me tell you something, brethren. Hebu niwaambie kitu wapendwa, A time has come and now is wakati umefika na sasa when ndio huu. Jesus came. Wakati Yesu He alikuja brought the true worship, akaleta ibada ya and kweli, the hour began. na wakati We ukaanza. are in the hour of true worship, Tuko katika lisala and the uabudio wa Bible kweli, says na maandiko inasema God is looking for true ya worshipers, kwamba Mungu anatafuta not waabudio wa kweli, churchgoers, sio watu waenda not kanisa, churchgoers, si watu wanaenda not kanisa, just the singers, sio watu waimbaji but the tu, true worshipers lakini waabudio wa who kweli sing in truth. wanaoimba They katika sing kweli, in spirit. wanaimba katika They roho, give in truth. wanapeana katika They kweli, give in spirit. wanapeana ndani They ya roho, fellowship in truth. wanashirikiana They katika ukweli, fellowship in spirit. wanashirikiana For rohoni, God is looking for such. maana Mungu anatafuta wasambuli hiyo, And I am one of them. na mimi ni mmoja wao. If you are one of them, say amen. Kama wewe ni mmoja wao, sema amina. Hello? Hello. God is not looking for religious setups. Mungu aangalii tu, atazamii setups ya kidini. They are good. Ni vizuri, ni They njema, provide covers for us zinatupatia to vyeti gather and to worship. ili tuje na tuabudu. But God is looking for truth Wakati Mungu anaotafuta in waabudio wa kweli everything that we do. katika kila kitu tunachokifanya. Truth is the opposite of hypocrisy. Ukweli ni kinyume ya hypocrisy, unafiki. Unafiki. Aha. We have so many pretenders Tuna watu wengi who wanaojifanya worship God with their mouths, wanaoabudu Mungu kwa midomo but yao, their hearts are far away from lakini God. mioyo yao iko mbali na Their Mungu. hearts are not in God. Mioyo yao haiko na Mungu. But Jesus is saying, Lakini Yesu true anasema worshippers must worship
waabudio wa kweli lazima Tell waabudu. somebody worship in truth is a must. Ambia mtu kuabudu ndani ya roho ni lazima. It's a must. Mwambie ni lazima tu. It's a must. Ni lazima. It's a must. Ni lazima. It's a must. Ni lazima. A worship that emanates from the heart. Kuabudio utokao ndani ya moyo. And a true heart. Na moyo ulio safi. That emanates from the spirit. Inatokana na roho. Oh, hallelujah. Hallelujah. Our own spirit. Roho zetu. For God is a spirit. Mahana Mungu ni roho. Only our spirits can understand what God requires. Basi roho zetu ndizo zinazoweza kufahamu vile Bwana anavyosema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now let me see. I know you people, you know a lot about this thing. Najua mnajua vitu vingi. Hata nashangaa hapa kuna reverend kule, kuna reverend Josephat, kuna pastor Simon, kuna pastor Winnie. What do I preach? What? Nilikuwa nashangaa nitahubiri nini. Tunaye kasisi Reverend kasisi Josephat, Pastor Simon, Pastor Maureen. Nikawa nashangaa nitahubiri nini. This great worshiper here, the Mlewo and na waimbaji hawa wakubwa, the Mlewo, the echoes of worship. Sasa ukisikia nimechanganyikiwa nielewe tu, niko mbele ya watu wakuu hapa. Just get that I am confused, just understand me. Now let me read a very interesting verse. Hebu nisome mstari wa ajabu sana. Leviticus chapter 6. Walivai verse 9 and then verse 12 and 13. Let us go there together, and it's good if we ingewezekana tusome pamoja. Itakuwa ni vyema kama tutasoma kwa pamoja. Let me see whether I can get it here. Nataka tu participate. Nataka tu usike. Yeah. Leviticus. Walivai. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Chapter 6 verse 9. Sura ya 6 mstari wa 9. Let me get the place. Hata mimi nisome. I want to get a place so that I can also read. Siku hizi wahubiri wa kweli lazima waseme Biblia vile inasema. True preachers must say what the Bible says. Watu wameumba story. People have created a lot of stories. They have made personalities. Personalities have taken the place of God. Hali ya kimtu imechukua nafasi ya Mungu. But true worshipers know our worship is centered on God alone. Lakini waabudio wa kweli wanajua kwamba uabudio wetu unamtazamia Mungu peke yake. The Bible says, Maandiko inasema let me see verse 9. Verse 9. Let us read yote tu alafu tuende 13. Kila mtu atasoma kwa lugha yake. Kama uko na Kiswahili, uko na Kiingereza, uko na Kikamba, uko na Kikuyu, soma. Just read the language you have. Tatusome kwa sauti. Wacha tuanze mstari wa 9. Command Aaron and his sons say, this is the law of the burnt offering. It is the burnt offering because of the burning upon the altar. Because, yes, tuendelee. And the fire of the altar shall be burning on it. Another version says, should not be quenched. Let's go to verse 13. Mstari wa 13. No, verse 12. 12. Tuanze. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereof the fat of the peace offering. I'm a fellowship offering. Verse 13. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Moto lazima uendelee kuwaka juu ya madhabahu mfululizo. Kamwe usizimike. This fast
goes beyond the Old Testament. Mstari huu unaenda zaidi ya Agano la Kale. Because the Old Testament is a shadow. Sababu Agano la Kale ni mfano of what would be fulfilled in the New Testament. Ya kile ambacho kingetimilika katika Agano Jipya. And we know all sacrifices. Na tunajua aina zote za sadaka in the Old Testament. Katika Agano la Kale. We are pointing to Jesus. Zilikuwa zinamwelekea Yesu. And we know the priest. Na tunajua makuhani. There was high priest Aaron. Kulikuwa na kuhani mkuu. And the Bible says Jesus na maandiko yanasema Yesu is the high priest over the house of God. Ndiye kuhani mkuu wa nyumba ya Bwana. Which is the church. Ambalo ndiyo kanisa. Somebody shout hallelujah. Mtu aseme amina. We have a high priest. Tunaye kuhani mkuu. And the Bible says na maandiko inasema we are a family of priests. Ya kwamba sisi ni familia ya kikuhani. A royal priesthood. Familia ya kikuhani. The high priest is Jesus. Kuhani mkuu ni Yesu Kristo. And here on earth, na hapa duniani, you and me, wewe na mimi, the born again, wale tumezaliwa the true worshippers, waabudio wa kweli, are the priests. Hao ndio kuhani working wanaofanya kazi, offer sacrifices, kutoa sadaka of praise and worship, ya ibada na sifa unto the Lord our God. Kwa Mungu Baba yetu. And now the Bible says, basi maandiko inasema the fire in the altar ya kwamba moto wa madhabahu should never be put out. Haustahili kuzimwa. What fire is this? Huyo moto ndio huu. I say the fire of worship. Nasema moto the wa fire of worship moto wa kuabudu should be our lifestyle. Uwe ni hali yetu ya maisha. Should be done every hour, every minute. Ifanyike kila lisaa, kila dakika. For you are the altar of God. Maana wewe ndiye madhabahu ya Bwana. You are the altar of God. Wewe ndiye madhabahu ya Mungu. We carry the tabernacle of God. Tunabeba hekalu la Bwana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In the tabernacle. Wewe ndiye hekalu. Katika sanduku la agano. In the covenants, there was the rod of Aaron. Kulikuwa na fimbo ya Aruni, standing for priesthood. Ilikuwa inasimamia kikuhani. Hallelujah. Hallelujah. There was the bread of manna. Kulikuwa na mkate that stood for the word and Jesus. Iliyosimamia neno na ambalo ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And there was the scroll of Moses. Na kulikuwa na kitabu cha Musa. The 10 commandments. Kilichoandikwa kanuni 10. Now let me tell you. Hebu nikuambie. In John chapter 1. Yohana mstari wa kifungu cha kwanza. In the beginning, inasema tangia there mwanzoni was the word. Kulikuwapo na neno. The word was with God. Na neno ilikuwa na Mungu. The word was God. Neno ilikuwa ni Mungu. And the word became flesh. Na neno ikawa mwili. And lived among us. Na ikaishi ndani yetu. The bread of manna. Mkate wa mana. And the word. Na neno. In Jesus. Ziko katika Yesu. You are born again. Wewe umezaliwa tena. You received Jesus. Ulipokea Yesu. And you are a priest. Na wewe ndiye kuhani. The staff of priesthood. Nyota ya kikuhani is in our lives. Iko ndani ya maisha yetu. You are the altar of God. Wewe ndiye madhabahu ya Mungu. A mobile altar. Wewe sio madhabahu. You can worship at home. Unaweza ukaabudu nyumbani. In the vehicles we can worship. Ukiwa ngarini unaweza abudu. In the shamba we can worship. Ukiwa shambani unaweza abudu. While we are walking we can worship. Ukitembea unaweza abudu. While we are cooking githeri we can worship. Tunapopika kidheri tunaabudu. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says sababu maandiko inasema the fire moto should never go out. Haustahili kuzimwa. Hallelujah. Here we are not talking about Sunday worshippers. Hatusemi kuhusu waabudia wa Jumapili. That is religious. Hiki ni kitu cha dini. We are not talking about a one-day experience. Hatusemi ukutaji wa siku moja. We are saying it is a lifestyle. Tunasema ni hali ya maisha. Ni hali ya maisha. Because the fire sababu moto should never go out. Haistahili kuzimika. Now the Bible says every morning. Kila asubuhi. The priests kuhani lazima waongezee moto. He has to add the fire. Hey mundu singanya. Singa mwaki. Singa nyangusia keva. Oh yes. Who
is the priest here? You and me. Wewe na mimi ndiye kuhani. It is a deliberate thing. Ni jambo la kufanya tu kwa In kupenda. obedience to God's word. Ili kumtii neno la Mungu. It is not a feeling. Sio hisia. Oh, I feel like worship. Hey, naishi nikaabudu I feel Mungu. like Naishi worshiping. kuabudu Mungu. It's not about feeling. Sio hisia. It's about doing it. Ni In the kuifanya. morning. They Asubuhi. are to put things in flesh. Uweke, in place. Uweke vitu mahali so pake. that the fire Hili moto will not go out. Haitazimika. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sasa makuhani. Now the priests. Si tuko na kibarua. So we have a lot of work. Kuhakikisha. To ensure jiko liko na moto. That there is fire. Jiko liko na moto. There is fire. Na moto unatoka kwa kuni. And the fire comes from firewood. Na juu ya jiko. And on the top of the jiko. Kuna sandaka. There is a sacrifice. Sandaka. The sacrifice. Sandaka. The sacrifice. Sandaka. The sacrifice. Sandaka. Sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Ebu sikiza. True worship. Ibada ya kweli is an all-time thing. Ni jambo la kila wakati. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It's not about Wednesday fellowship. Si ajili ya Wednesday, ibada ya Wednesday. We do not leave the fire here. Atuachi moto hapa. We don't leave the altar here. Atuachi madhabahu hapa. Yes, we have this physical altar. Kwa kweli tuko hapa. If you have your church as a physical altar. Huko na makanisa yako kama let me tell you, madhabahu tunayoyaona, lakini hebu nikwambie for mobile altars. Ya kwamba Mungu anatafuta madhabahu yanayotembea. We will offer sacrifice of praise and worship every time, every minute, every hour. Ambapo kila mtu tutatoa ibada ya kweli kila wakati, kila dakika, kila mahali. For God is looking for such. Sababu Mungu anatafuta wasafi. In the morning is looking. Asubuhi anatafuta. Lunch time is looking. Wakati wa alasiri anatafuta. In the evening is looking. Jioni anatafuta. In the dead of the night is looking. Hata usiku katikati anatafuta. God is looking for somebody. Mungu anatafuta mtu. The Bible says. Maandiko inasema. When Noah came out of the ark. Wakati Noa alitoka katika safina, he took some of the clean animals. Akachukua aina ya wanyama waliokuwa safi. He prepared an altar. Akatengeneza madhabahu. And he offered unto the Lord na an offering. Akamtolea Mungu sandaka. And while God was there, wakati Mungu alikuwa pale, huko mbinguni, kule mbinguni, amekasirika. He was sad kwa sababu ya watu kumkosea. Because of people disobeying. How can they do this to me? Wanaweza fanya hivi kwa I do everything to them. Nimewafanyia kila kitu. All they can do is to worship. Kile wanastahili kufanya ni kuniabudu. Idols. Wanaabudu masanamu. All they can do ile wanaweza fanya is to gratify the desires of their heart. Ni kutimiliza matamanio ya mioyo yao. Amefika mpaka akatuma mvua. He sent a lot of rains. But there was a worshipper. Lakini kulikuwa na mabudio. A true worshipper. Mabudio wa kweli. The Bible says Noah had a holy fear. Maandiko inasema kwamba Nuhu alikuwa na hofu ya Mungu. Comes out of someone. Ibada ya kweli inatokana na aina ya mtu who has true fear. Ambaye ako na hofu ya kweli. Fear. Hofu. Only fear. Ambaye ana hofu. The Bible says with the fear and the trembling. Anasema kwa kuogopa na kutetemeka. Fight for your salvation. Pigania wokovu wako. Now the Bible says after he came out of the ark. Baada ya kutoka katika ile safina, he gave an offering. Akatoa sadaka. And the Bible says, na maandiko inasema, the offering rose, ile sadaka ikainuka, like a sweet smelling fragrance, ikawa na manukato iliyonukia vizuri, to heaven, ikaenda mbinguni. And God smelled something, na Mungu akanusa kitu. So sweet. So ya kupendeza, ni so mzuri, nice. Ni mzuri. Akaangalia imetoka wapi? He looked where it was coming from a holy man, kutoka kwa mtu mtakatifu, giving a holy sacrifice, ambaye anatoa ibada. Began speaking. Mungu akaanza kunena. Never again
Sitafanya Will hivyo I tena. destroy the whole world Sitaharibu with ulimwengu the tena water because of man? kwa ajili ya Never mtu. again. Sitarudia. Never again. Sitarudia Never tena. again. Sitafanya tena. True worship touches the heart of God. Ibada ya kweli It inanguza is moyo wa as Mungu. sweet as a fragrance. Ni manukato inaopendeza. Sema manukato. Sema manukato. And all of us can afford to give true worship. Na kila mmoja wetu anatosha kutoa ibada ya kweli. It's not about how much money we give. Sio vile ni pesa gapi And unazotoa. of course, money is a part of worship. Lakini pesa ni sehemu ya ibada. But unajua wengine wanasema sina pesa ni atatoaje? Nani hana moyo? Nani hana roho? Nani hana mdomo? Who does not have a heart? Who does not have a mouth? And the Bible says, na maandiko inasema, because when we worship, God speaks. Sababu tunapoabudu Mungu, Mungu unena. God releases a divine impartation. Mungu anaachilia utembelezi wa kiungu. He is saying, Noah, anaambia Nuru and your family, na familia yako, increase, muongezeke, multiply, muongezeke, fill the earth. Mjumulishwe, mjaze ulimwengu. God is talking carelessly. Mungu anaongea tu. Amelewa na ibada. He is dragged because of the worship. He is dragged of worship. Tumpe Bwana ibada mpaka we alewe. can give God a worship Bwana until ibada he mpaka comes wrong. alewe. Until he's Aanze drunk. kutamka maneno. Oh yes. Ama iko namna gani? Sometimes we pray and they pray, nothing happens. Mara mingi tunaomba na kitu inafanyika. Look at this man, he did not pray. Angalia huyo mtu akuomba. Now, there was a transfer. Kukawa na mabadilisho. These same words that God spoke, maneno haya Mungu aliyoyanena, were spoken to Adam and Eve before they fell. Yakanenewa Adam na Hawa kabla waanguke. Sawa sawa. Genesis 1:28. Mwanzo 1:28. And God blessed them. Na Mungu akawabariki. And he told them, increase, multiply, fill the earth, have dominion. Akawaambia muongezeke, mtawale na mjaze ulimwengu. Now I want you to know this. Nataka ujue hivi. Once we give the Lord a true worship, wakati tunampa Mungu ibada ya kweli, he does a transfer. Anafanya uhamisho of blessings, wa baraka, and the blessings will run through generations. Na baraka ambazo zitaenda nenda kizazi na of worshipers, kizazi cha waabudio. Hakuna mtu mwingine hapo katikati ameambiwa hayo maneno. There is no one else in the bid who has been told those words. Maneno na walipoanguka ikaisha. They were told those words, when they fell, it ended like that. Abel akajaribu kuinua ibada tena. Abel akaanza kuinua ibada. Na ile roho ilikuwa pale kwa inaitwa ni kwa ule mti ikahamia kwa Kaini. Iwe worship. Cain was killing true worship because the Bible says Abel gave an offering and found favor in the eyes of God. Kaini alikuwa naua ibada ya kweli sababu maandiko inasema kwamba Abeli alitoa sadaka iliyompendeza Mungu. When we worship the Lord from our hearts, wakati tunaabudu Mungu kutoka mioyoni mwetu. And the Bible says when we bless fat inaitwa nini ile nyama nono ya fellowship offering. We bless it on the altar of worship. Tunaiwekelea juu ya madhabahu ya ibada. My goodness, when we give God a quality worship, tunapompa Mungu quality worship, a fat worship, ibada iliyo nono, we incite heaven, tunashawishi mbingu to speak, ili inene, to fellowship with us. Na kushiriki pamoja nasi. If you want God to fellowship with you, kama unataka Mungu ashiriki nawe, give him worship, give him true worship. Mpe ibada ya kweli. You know, when you become a true worshiper, unapokuwa mwabudio wa kweli, hautasumbuka sana. You not struggle a lot. Kuimba namna hii, to just sing like this. Roho shuka. Holy Spirit come down. Shuka. Holy Spirit come down. Let me tell you. Hebu nikwambie. Once the Lord smells, wakati Mungu atanusa the true worship from a believer, ibada ya kweli kutoka kwa mwabudio, he will come
atashuka. cannot force him to come by our words, Tutamlazimisha kushuka kwa maneno yetu, but our worship lakini ibada will yetu throw open heavenly gates, itafungua malango ya kimbingu, and the eyes and the ears of God na masikio na macho ya Mungu will open, and God will see. Itafunguka na Mungu ataona. We can be so many in the church, Tunaweza kuwa wengi but kanisani, the eyes of God are in 1 or 2, 3, 4 true worshippers. lakini macho ya Mungu yako juu ya moja, wawili, watatu, wanne waabudio wa kweli. Kwa asia asi Sema asi. kobe kalata. Imekuwaje? You see, God does not today we have a problem with too much entertainment in the church. Tuko na utumbuizaji mwingi kanisani, And it's good, by the way. na ni vizuri Let us tu dance, tutumbuizane, but let our hearts dance in lakini worship. mioyoni mwetu tumsifu Mungu. Today we have so many artists who are not worshippers. Siku ya leo tuna watunzi wa nyimbo wengi ambao si waabudio. Artists, Watunzi wa nyimbo, wasanii. Na kanisa imekuwa ni kama ya kuja kuangalia ma celebrity. And we are making so many celebs instead of making worshippers. Na tunafanya wasanii wengi zaidi badala tufanye waabudio. Instead of making Jesus our celebrity, by our worship we make people. Badala ya kufanya Mungu kuwa katikati ya ibada yetu, tunafanya watu kuwa ndio celebrities katika ibada zetu. May God help us. Mungu na atusaidie. Let us dance. Let us praise. Tusifu na tuimbe. But let it begin from the heart. Lakini tokane kilindini cha moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now this true worship, basi ibada hii ya kweli, it is centered on praising God, ina usiku msifu Mungu, who is, ambaye ndiye, who was, aliyekuwapo, who is to come. na ambaye atakuja. It is not about anybody. Si juu ya mtu yeyote. It is not about a given celebrity. Si juu ya msanii fulani. It is centered on God. Inamwelekea Mungu. Praising him. Tukimsifu Mungu. Tukimwabudu Mungu. Adoring him. Tukimuinamia. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. True worship is guided by the Holy Spirit and the scripture, the biblical truth. Ibada ya kweli inaongozwa na Roho Mtakatifu na ukweli ulioko katika Biblia. Because God dwells in his word. Sababu Mungu keti katika neno lake. The word of God itself is his spirit. Neno la Mungu lenyewe ni roho. And the Bible says it is prophecy. Na inasema, Biblia inasema kwamba ni unabii. Today we are people who have neglected God's word. Leo kuna watu wamepuuza neno la Mungu. And they want to hear prophets prophesy. Na wanataka kusikia nabii tabiri. Nimeona. I have seen. Nimeona. I have seen. Nimeona. I have seen. Nimeona. I have seen. Nyota yako imechukuliwa. Your star has been taken away. I have seen. Which verse is that? Pastor Josephat. Huo mstari uko wapi, Reverend Josephat? Nyota imechukuliwa. That the star has been taken away. Where is that verse? People are singing songs that are not biblically right. Watu wanaimba nyimbo ambazo hazijanakiliwa kwa Biblia. They have no spiritual relevance. Hawana uelekezi wa roho. And that is not actually worship. Any song should be based on the scripture. Wimbo wowote ule ambao unampendeza Mungu lazima ukae katika neno. Praise the name of Bwana God. asifiwe. True worship, ibada ya kweli, is a radical, God-centered act of obedience. Rather, it is based, it's something that you do deliberately, and you don't want to care who is there, because you are doing it unto the Lord. Ibada ya kweli ni kitu ambacho kinamwelekea Mungu peke yake. Haujalishi ni nani aliye karibu nawe, ni nani yuko hapo, ni nani anakusikiza, sababu inamwelekea Mungu peke yake. True worshipers, ibada waabudio wa kweli,
wakifika tu when they arrive kwa ibada in a service, wanaunganisha mitandao. they just connect in the spirit. Hata hawajui nani amevalia blue, They don't know who nani ako na is tie, putting on a tie, red tie. amekuja na viatu virefu. Unaunganika mpaka ukifungua macho unakuta watu wamejaa kanisa. You just connect, and when you open your house, you find the church is already Lakini full. kuna mtu amehesabu wote akiingia. There are many people who have counted all of us as they entered. They counted. They counted. Unarudia mwingine kwa mlango. You go for another one from the door. You come counting, and you make him sit. You see, when you are talking to a king, Unajua unapoongea na mfalme, you don't allow anybody to disrupt you. ukubali chochote kiku interrupt. David is a good example of a worshiper. Daudi ni mfano wa mwabudio wa He kweli. was not an angel, but this guy. Hakuwa malaika, lakini jamaa huyu. Psalms 51 he says, Zaburi 51 maandiko inasema, you love the truth, you love the truth from my innermost being. Hiyo ndio unatakanga. Unapendezwa na ukweli kutoka ndani yangu. That is what you love. Worship and don't hide sins. They are not hypocritical. If they find themselves having sinned, they repent there and then they get right with God. Waabudio wa kweli sio watu wa kuficha dhambi. Wanapopata wametenda dhambi, wanatubu mbele za Mungu na wanaendelea. Let me tell you. Hebu nikwambie. But look at David. Lakini angalia Daudi. Bible says, maandiko inasema, when they were bringing the ark of covenant, walipokuwa wanaleta ile let me tell you, sanduku la ngano, David danced. He gave God a holy worship. akawa na mwabudu Mungu, ibada ya kweli. David danced. Daudi akamsifu Mungu, nguo zake zikaanguka. Wacha mke wake na yeye. Let the wife now. They are the staff in the church. Staffs. Wezi achilia nywele namna hii. Mtu anakuja kanisani na yeye hata usiku kupanguza kanisa. Kitu cha kwanza ni kushika kiti namna hii. The first thing to do is to look whether the chair has got some dust. Alama bangula. Wale ambao upanguza. This guy, the wife, akamwangalia. Jamaa huyo mke wake akamwangalia. This is a hotline. Ukiona mtu anaabudu, wewe hata kama uelewi wachana naye. Unaweza nguza moto ukakuramba. When you see somebody who is worshiping in truth, just leave them alone. Wachana nayo. Najua. Just leave it alone. Na hii ndio marka ya kuokoka Bwana. And this is a sign of salvation. Ndio kuokoka mweba. People of kuokoka, are you here? Our divination. Utambulizi wetu. Ilikuwa ni wale watu wa kulia. There are those people who cry. Ni wale watu wa kulia. Those people who cry. Hata wanapapasa kuta. Wanashika kuta. Iko na wazimu ndani. They have man inside. Mtu amepiga magoti pale. They kneel down there and they worship the Lord. But today we have a lot of staffs. The God who created the bears. Unaomba machozi yanatiririka. You pray until the kanisa ya kulia. Tears come out. It is the church that prays. We used to be asked, why are they crying? Another answered, they cry because of the sins they have done. It's upon them. Oh yes. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ustafu ishe. This man, doesn't he know that he is the king of Israel? Ajui yeye ni mfalme wa Israeli? How can he shame himself before? Anaweza jiaibisha kwa assembly hiyo haji. These girls. Hawa wasichana. You
You don't touch this thing bwana. Unguzi vitu hivi Unaweza bwana. shika pesa imetolewa kama sadaka, lakini ibada wachana nayo. Ni ya mwenyewe. Usishike hiyo. Nakwambia hiyo ina mwenyewe. Hiyo inaenda direct, ni direct line. Ni mstari wa katikati kabisa. Yani wa moja kwa moja, direct line. Moja kwa moja. Na wafalme wanakuanga na direct what? Line. And the kings have a direct line. Hapana, hii atuwekangi kwa kikapu, ndio pastor hesabu, ajue ni ngapi, ajue anaweka wapi. Hii inawekangwa kwa kikapu yake mwenyewe. Hallelujah. Na inasafirishwa hivyo. Oh yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And it is based on obedience and surrender to God. Inaunganika katika kumtii na kujitoa kwa Mungu. Obedience. Kumtii. Ekana anongangale na kuno wololoa. Wacha kuwa na shingo ngumu, si nyoke tu. Kanywa ende ngozi ni cha matuli. Mioyo yao ni ya mang'anda. Kama itu yazeka inavyo ende katatabika. Hawezi ambilika. Ndugu yeko maavyo tekomi. Ndugu ambaye utoa sauti itatabika. Hawezi ambilika. You can worship, but if it is not true worship, it doesn't go anywhere. Unaweza kuabudu lakini kama si ibada ya kweli haiendi mahali. Bwana sifiwe. It emanates from a heart which is full of love for God. Inatokana na moyo ambao umejazwa na upendo kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you love God, unapompenda Mungu, true worship will flow. Ibada ya kweli itafanyika tu. Itatiririka tu. When you love God, unapompenda Mungu, it will be a day to day thing. Itakuwa kitu ya kila siku. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says don't put off the fire. Maana maandiko inasema usizime moto. Fire is ignited by, yani ukuni mmoja wa huo moto ni upendo. One of the things that start the fire is love. A life fully surrendered to God. Maisha ambayo imejitoa kwa Mungu. It avoids hypocrisy. Inaacha unafiki. And the focuses on honesty. Na inatazamia katika hali ya ukweli. And the personal experience with God. Na ile hali ya kukutana kibinafsi na Mungu. Daudi anasema kama vile ayala anavyotamani vijito vya maji ndivyo moyo wangu. David says, as a deer yearns for water, so my heart yearns for you, O God. Ndivyo moyo wangu unamtafuta Bwana. So my heart yearns for you, O God. Somebody say, then sings my soul. How great thou art. How great thou art. It is from the heart. Ni kutoka moyoni. Then Psalms 103 says, my soul and everything that is within me, praise the name of the Lord. Zaburi wa 103 inasema, Daudi anasema, moyo wangu, nafsi yangu msifu Bwana na vyote vilivyoko ndani yangu. That is worship. Hiyo ni ibada. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. You can read Romans 12:1. Unaweza soma Warumi 12 mstari wa kwanza. 1 Corinthians 10:31. Wakorintho wa kwanza 10:31. And Hebrews 11:15. Waibrania 10:15. And the fire of worship, na moto wa ibada, should never be quenched. Haustahili kuzima. Let every priest, kila kuhani, every morning, kila asubuhi, every day, kila siku, every hour, kila lisaa, ongeza kuni. Add more fire. Ongeza kuni. Add more fire. Ongeza kuni. Add fire. Weka nyama nono ya ibada. Put a fat offering. Maneno matamu. Good words. Maneno ya kuinua Mungu. Words to lead the name of the Maneno Lord. ya kutukuza Mungu. Words to praise the Lord. Weka nyama tamu. Put a sweet weka nyama ya mafuta. A fat offering. For God is looking for such.
maana Mungu anatafuta wa sampuli In hiyo. heaven Pale mbinguni ni worship tupu. ni ibada peke yake. Si ni kweli? Is that true? Si ni kweli? Is that true? So if we want to touch God Kama basi tutamguza and to Mungu bring him where we are, na tumlete mahali tuko, hatutasumbuka kuimba ati Mungu shuka. we will not struggle to sing God come down. Once they worshipped during the dedication of the temple, Walipoabudu wakati wa kupeana hekalu, they gave offerings as required. wakapeana sadaka jinsi They ilivyohitajika, spoke to God in worship. wakaingia wakaabudu Mungu katika ibada. The glory of God came down. Utukufu wa Mungu ukashuka. God make me a burning bush. Mungu anifanye May the Lord kichaka make you a kinachowaka. burning bush. Mungu akufanye kichaka chenye moto. Fires are coming out of me. Moto unatoka ndani And yangu. the worship is going up to the Na Lord. ibada inaenda juu kwa Mungu. For God dwells in the praises, in the worship of his children. Maana Mungu uketi katika sifa, katika Tumalizie- ibada za watu tumalizie wake. tu hapo. Unajua tumekuwa kanisani. Hii We mahubiri mingi inaweza bo. Tusimame. we can stand on our feet. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. We will, I know we have worshipped those who are just take home points, Wale ambao tuko na vidokezo vya kuenda nazo nyumbani, but can you take an offering lakini chukua sadaka as we worship the Lord? tunapoabudu Mungu. Take an offering. Chukua sadaka. Wapi hawa? Sijui ni kina nani walikuwa wahusike tunapoimba praise and worship. I don't know whether it is all of you or ni mlewa ama nini. Can I have a collabo hapa ya kila mtu amesimama kwa madhabahu? Kujeni hapa. Echoes of worship, RGC Central, RGC West. Wale wamesimama, kujeni mmoja hapa. Everybody who stood here, the M level team. Wale wote Na tuwekewe tulikuwa hapa. kikapu hapa. Amen. Nawe umwambie Bwana, And then you tell the Lord, I have come to worship. I nimekuja want to niabudu. become an altar full of fire of worship. Nataka niwe madhabahu imejawa na moto wa mwabudu. Tell God I want to deliberately Niambie Bwana, nataka katika hali ya kweli nipange, yani nataka kuwa mtu wa mipango, nipange kuabudu vile huwa ninapanga biashara, mambo ya kwangu, nataka nikuwe nimejaa ibada. Tell the Lord you want to plan the way you plan your business. Tell the Lord you want to plan to be filled with a worship. Inua sadaka juu. Baba Mungu, tumeshika sadaka kuongezea ile ibada tumefanya. Ninaomba kwamba ukapokee sadaka zetu hizi ambazo tunaweka kwa madhabahu ambapo moto wa ibada unawaka. Mtakatifu ukatubarikie, na tunapomalizia na kwenda nyumbani, wacha mbingu ituangalie vile uliangalia Noa, na neema ya kuongezeka ikawe juu ya kila mmoja. Ile mipaka finyu tuliowekewa na ikavunjike, sengenge na mikonge ya kuzuia na malango yavunjike katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kibali cha kutawala na kuwa na dominion juu ya kila mmoja wetu, ili Bwana katika dunia hii as worshipers, as true worshipers, tutakaa na mamlaka, tutakaa na nguvu ya kupursue and have dominion. We will make exploitation because your favor is upon us. In Jesus' name. Amen. Let us tupewe worship song tunapomtolea Bwana. Nachotaka niwe Inua mikono yako juu na unasongea kwa utaratibu, utoe sadaka na uketi, ndio tumalize. Ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu,
haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu ni wewe tu. May the Lord bless you as you give. Inua mikono yako juu. You can lift up your hands to God. Sitwa yako ni mwako wa munyolo. Kila iroke neke kwa ile batolu baku venda ya nene tita tule matwa Sitwa yako ni mwako wa munyolo. Kila iroke neke kwa ile Can we worship the Lord for a moment?